Gloria Milimu, KTN. Tuvuke mipaka tuangazie chaguzi za Tanzania zilivyokuwa, ambapo mawakili wanaowakilisha maelfu ya waathiriwa waliouawa kwenye uchaguzi wa Tanzania wamepeana ombi la kumshtaki Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na baadhi ya maafisa wakuu wa usalama katika serikali yake katika mahakama ya ICC jijini Hague. Ombi hilo limewasilishwa kwa alikuwa jaji ambaye ni naibu kiongozi wa mashtaka katika ICC. Haya yanajiri huku Tanzania imefutilia mbali sherehe za maadhimisho ya uhuru zilizopangwa kufanyika tarehe 9 Disemba, hatua ambayo imeonekana na wengi kuwa ni kutokana na taarifa za maandamano yanayopangwa kupinga kuchaguliwa tena kwa Rais Samia Suluhu Hassan siku hiyo. Hatua hii inakuja wakati Seneta Jean Shaheen, mmoja wa wajumbe wakuu wa kamati mahusiano ya kigeni ya Seneti ya Marekani, akiongeza shinikizo la kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu machafuko ya baada ya uchaguzi ambayo yalisababisha vifo vya watu kadhaa. Na katika mahojiano ya kipekee na KTN, mkuu wa idara ya habari wa Chadema Gerva Lienda amepuuzilia mbali madai ya baadhi ya maafisa wa serikali wanaodai kuwa chama hicho cha upinzani kinahusishwa katika kupanga maandamano hayo. Serikali inatamani kuihusisha Chadema na maandamano, kwamba Chadema ndio wameandaa maandamano, lakini maandamano yale sio, hayajaandaliwa na wanachadema. Maandamano yale ni ya wananchi wenyewe pamoja na wanaharakati wa kudai haki na demokrasia kwenye nchi yao. Ndio maana mpaka tunakwenda kwenye uchaguzi ulioitwa uchaguzi Oktoba 29, Chadema haikutoa tamko lolote la kuhusu maandamano. Halikutoa. Hakuna kiongozi yoyote mkuu wa Chadema akasema Chadema wanachama wote twendeni barabarani Oktoba 29. Hatukufanya hilo jambo. Lakini tunaona kabisa, ukisikiliza kauli za viongozi wa serikali, ukisikiliza kauli za viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, unaona wanatamani kuihusisha Chadema na maandamano ya Oktoba 29. Sasa hivi kuna maandamano mengine tunasikia yanaandaliwa ya Desemba 9. Chadema mpaka sasa, kama ambavyo kabla ya uchaguzi hatujasema kama tunaunga mkono, kama tunapeleka wanachama wetu barabarani hiyo Desemba 9, siku ya uhuru wa Tanganyika.